Baada ya yale yote ulionifanyia, unasema leo hii nikumisi? Au umesahau sababu za wewe kwenda jela? Hayo yamepita mke wangu. Tugange yajayo. Huna haja kufikiria vitu ambavyo vimepita. Tuangalie mengine tu ya sasa. Amen. Uhali gani mtazamaji wa Nyambuga Media? Karibu katika uchambuzi yakinifu wa tamthilia hii ya Love Me Again, na leo hii tupo katika episodi ya 68 baada ya kutazama kwa kina na kufanya uchambuzi yakinifu kwa kipande kilichopita cha 67, na leo hii tutaangalia mambo kadha wa kadha ambayo yamejitokeza ama mambo ambayo tunaenda kuyajadili. Nikualike na nikumbushe kubonyeza neno subscribe ili kuwa wa kwanza kupata notification pindi ambapo tunakuletea uchambuzi wa vipande vinavyofuata. Kwa hiyo bonyeza neno subscribe ili kuwa mwanachama halisi wa chaneli hii ya Nyambuga Media, na tuanze kama ifuatavyo. Leo hii tutatazama mpango wa Semeni unaendelea kwa kiwango gani au unafeli kwa kiwango gani, lakini sambamba na hilo tutaangalia Said Khan pamoja na Semeni kitu gani ambacho kinaendelea. Je, mpango wao au mpango wa Semeni kumfanya Said Khan kuwa mlinzi wa getini, je, uta work out, kwa maana utatimia au kuna namna ambavyo wahusika watafahamu? Basi ufafanuzi huo tunautoa hapa hapa Nyambuga Media. Kwa hiyo endelea kuikumbatia chaneli hii, waambie wenzako kwamba uchambuzi uliotukuka unapatikana hapa pekee. Sasa kuna kitu ambacho si cha kawaida ambacho naamini Suzy anaweza akakigundua muda sio mrefu. Tunaona Said Khan tayari alihisi kwamba familia yote imetoka, akaamua kumfuata Semeni ndani, kutoka getini kuingia ndani, na akaanza kutaka kukumbusha mahusiano yao waliokuwa nayo kipindi hicho wakati wanampata mtoto wao wa kwanza ambaye anafahamika kwa jina la John. Sasa Said Khan anataka kukumbusha zamani. Kwa hiyo amekataliwa vikali na Semeni kwamba kila kitu kiliishia huku, na anataka kujisaulisha kwamba kuna mambo ambayo yalijitokeza kiasi kwamba akaingia gerezani. Ni mambo gani ambayo yalitokea kipindi hicho? Kila mtu anatamani kuyafahamu, lakini nikusihi mtazamaji wangu, basi kila kitu kitadhihirika, kila kitu kitaenda kuwa sawa, nani kitafahamika kitu gani ambacho kilikuwa behind kati ya Said Khan na Semeni. Lakini kuna namna ambavyo mpango wao muda si mrefu utakuja kuwa hadharani, na ni nani ambaye atafanya mpango huo ugundulike? Basi tuandikie kwenye comment section hapo ili tuendelee kujadili kwa pamoja. Lakini kwa mtazamo wangu na kwa jicho langu la kiufundi, naona Suzy atakuja kushtukia mchezo huo, kwa sababu tunakumbuka tayari siku ya kwanza kabisa Said Khan anaingia kwenye nyumba ya Tanu. Mtu wa kwanza aliyemshuhudia alikuwa ni Suzy, baada ya kuambiwa kwamba ni fundi na at the same time akaambiwa ni mlinzi. Kwa hiyo kuna kauli ambazo zilitoka kiasi kwamba Suzy, naamini kwa utaalamu wake alionao na kwa machachari alionao, atagundua kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu siku ile ilikuwa sio kitu ambacho kilikuwa cha kawaida. Kwa hiyo naamini Suzy kuna kitu ambacho atagundua, na baada ya kugundua, unahisi kitu gani kitafuata? Hebu tuandikie kwenye comment section hapo, tujue namna gani ambavyo tunaliweka hili swala kwa pamoja. Lakini anaweza akatumia kama sehemu ya udhaifu wa familia kwa ujumla, lakini pia anaweza akatumia udhaifu wa Semeni. Anaweza kumtumia Semeni baada ya kujua siri yake. Naona kuna kitu kikubwa sana ambacho kitaenda kutokea katika familia ya Tanu juu ya sakata hilo linaloendelea. Lakini kuna kitu ambacho kimejitokeza kwa Tanu. Tanu ameonekana sio mtu wa kawaida kwa sasa hivi, anaonekana yuko serious na Suzy baada ya muda mrefu kutambua kwamba ni mtoto wake. Kwa sasa anaanza kumpa nafasi kubwa, na leo hii amediriki kusema kwamba mtu yoyote katika familia yake ana uwezo wa kuachana na familia yake endapo akiona Suzy hamfai. Kwa hiyo yupo tayari kuachana na yoyote ili abaki na Suzy. Unahisi ujasiri huo anautoa wapi? Ni kwa nini mke wake wa halali anaamua kwamba anaweza kaondoka kwa sababu tu ya Suzy? Hebu tuandikie tujue mtazamo wako, tujue una nini kama mfuatiliaji wa tamthilia hii.
Pia nikukumbushe kubonyeza neno subscribe ili kujitengenezea nafasi nzuri ya kupata episodi zinazofuata za tamthilia mbalimbali zinazofanyika hapa nyumbani Tanzania. Lakini tukiendelea hapo tulipoweka kituo ni kwamba Mr. Tano anajaribu kuona kwamba mama yake na Sandra ndiyo mzizi, ndiyo sababu ya kupata mali zote. Kwa hiyo anaona kabisa ndiyo kwamba ndiyo sosi ya mali zake. Kwa hiyo anaona kwamba ni sehemu ya kulipa kile ambacho alifanyiwa na mama yake na Sandra. Kwa hiyo ndio maana anampa kipaumbele. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunaona kabisa kwamba yatakuja kutokea, na tunaona kabisa kwamba kwa upande mwingine tunakuja kuona Mama Suzy tayari ameshakuwa mbogo, ashaanza kuchanganyikiwa kwa sababu kila kitu kwa upande wake kinaharibika. Ameshagombana na mtoto wake Suzy kwa sababu ya wanaume wake, lakini pia leo hii Tina amemfuata nyumbani na kumwambia msipokuwa makini, msipofanya kile ambacho nachotaka, basi kila kitu kitakuwa hadharani. Ni kitu gani kitachokuwa hadharani? Naamini unakifahamu, lakini pia unaweza kutuandikia katika comment section ili kujadili kwa pamoja. Lakini kitu anachosema kitakuwa hadharani, anachokimaanisha ni kwamba mimba ya kufoja ambayo amempa John atadhihirisha kwamba sio mimba ya John, na hatimaye ndoa itaenda kuharibika. Hilo ndio analimaanisha Tina. Lakini pia leo hii kwa nafasi ya kipekee tumetambulishwa John mpya baada ya John tuliyomzoea kuanzia episode ya kwanza mpaka episode ya 65 pale 66. Baada ya kupotea kwa siku kadhaa tumetambulishwa John mwingine. Umempokeaje John huyu? Amekufurahisha kwa namna gani? Basi tuandikie kwenye comment section ili twende pamoja. John ambaye tumemzoea na matatizo ya kiafya, kwa hiyo akirudi tutaangalia namna gani ya kumuona tena kwa mara nyingine. Hii ni Nyambuga Media na endelea kufuatilia, usisahau neno subscribe ili kuwa pamoja na familia hii.